Basi karibu sana uweze kuzungumza nasi kile ambacho Mungu amekujalia. Amen. Nashukuru sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu wasikilizaji, hongereni kwa kuwa na Jumapili njema, hongereni kwa kuwa na ibada njema. Ninaamini kwamba umeenda kanisani na umebarikiwa sana. Na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki ambacho tunakiita ufunuo wa neno la Mungu. Tunaendelea mbele na tumekuwa tukiwepo hapa kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 3 kamili usiku kila siku za Jumapili. Na nikukumbushe tena, kila wakati, kila siku za Jumapili saa 2 kamili usiku mpaka saa 3. Kwa hiyo unapopata nafasi, mshirikishe na jirani yako, rafiki, ndugu, kaka, dada, mama, baba, mwambie karibu tusikilize kipindi hiki kila siku za Jumapili. Ifikapo muda huu, basi unamshtua jirani yako kuweza kufuatilia. Lakini Mungu awabariki sana ambao mmeendelea kufuatilia kipindi hiki kupitia channel yetu ya YouTube Ufunuo wa Neno la Mungu. Utapata mafundisho mengi sana huko ambayo tumeendelea kuyafundisha hata kwa siku za nyuma. Mungu wa mbinguni akubariki na Mungu wa mbinguni endelee kukutia nguvu. Na tulikuwa tukijifunza somo linalosema nguvu ya maombi, ambalo tumeenda nalo kwa takriban wiki 4, lakini wiki iliyopita tumeanza somo linaloitwa nguvu ya kuambatana, nguvu ya kuambatana, lakini tukajifunza kipengele ambacho kinasema madhara ya kuambatana na watu wasiokuwa sahihi. Nikakupa vitu kadhaa ambavyo Mungu alitamani tuweze kujifunza na tulijifunza. Na andiko letu kuu linatoka katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 1 tulisoma mpaka mstari ule wa 34. Na nikakupa historia ndogo kwa habari ya habari ambayo tunajifunza na wahusika katika vitabu hivi. Na katika somo hili tukaona wa kwanza ni mtu ambaye anaitwa, wapo watu 4. Wa kwanza ni mtu anaitwa Yehoshafati, ambaye Yehoshafati ana sifa ya uchaji wa Mungu. Alikuwa ni mfalme mwema mwenye sifa ya uchaji wa Mungu, mtu ambaye alikuwa akimwabudu Mungu wa kweli kwa usahihi. Lakini mtu wa pili tukamwona mtu mmoja anaitwa Ahabu. Ahabu yeye alikuwa akitokea Israeli, na sifa yake alikuwa ni mtu ambaye aliachana na Mungu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye moyo wake haujaelekea kwa Mungu. Na mtu wa tatu anaitwa Mikaya. Huyu mtu ambaye yeye ni nabii, na huyu alikuwa ni nabii wa kweli ambaye siku zote alitabiri kweli hata kama watu wengine wangetabiri ambayo si sahihi. Na kundi la 4 na la mwisho ni manabii 400 wa uongo ambao walikuwa wakimtabiria uongo mfalme Ahabu. Na hapa tunaona roho chafu iliwaingia na wakatabiri mambo ambayo si ya kweli, na baadaye tunaona matokeo yake. Lakini kitu cha pili ambacho Mungu anatamani kutufundisha usiku huu wa leo, turudi kwenye historia. Kwenye historia ipo hivi. Hapa tunaona mataifa mawili tukisoma hiki kitabu, taifa la Israeli na Yuda, ambao haya mataifa yaligawanyika baada ya Sulemani kukosea. Mungu akaja akaugawanya ufalme, na ufalme huu uligawanyika kutoka kwa hawa watoto wao. Mtoto wa kwanza aliitwa Rehoboam na mtoto wa pili aliitwa Yeroboam. Kulikuwa na mataifa yaliyoenda upande wa kusini na makabila ambayo yameenda upande wa kaskazini. Upande wa kaskazini tunaona mataifa, upande mmoja ulikuwa unaitwa upande wa Yuda, ambao tunaona kulikuwa na kabila la Yuda na Benjamini. Lakini upande mwingine kulikuwa ni inaitwa Samaria, ambao ndo Israeli pia, ambao ilikuwa na makabila 10. Kwa makabila 12 ya Israeli baada ya kutoka katika nchi ya utumwa Misri yakaingia katika nchi ya ahadi, basi yaligawanyika kwa sababu ya kuto kukubaliana na matokeo ya mtoto mmoja wa Sulemani anaitwa Rehoboam, ambaye yeye hakutaka kukubali mashauri ya wazee. Akaenda na mashauri ambayo yalikuwa si mashauri mazuri, ambao walimshauri vijana, na baada ya hapo
mataifa mawili yakagawanyika. Na tunaona taifa la Israeli limetembea katika vipindi karibia vitano, ambacho kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi cha makuhani. Tunamuona Musa na wengine wengi wakina Haruni na kina nani walimeenda hapo. Na kipindi cha pili kilikuwa ni kipindi cha waamuzi. Tunaona wakina Samueli, Debora, Baraka, Gideoni, Samsoni na wengine wengi sana. Wanafika waamuzi 12, sitowataja wote. Lakini tunakuja kipindi cha tatu, ambacho ndo hiki kipindi cha wafalme. Na kipindi hiki cha wafalme kinaanza na mtu wa kwanza katika taifa la Israeli, anaitwa Sulemani. Na baada ya Sulemani kumaliza, Sulemani ametumika kwa muda wa miaka 40, ambapo Sauli alikuwa ni chaguo la watu waliona kwamba taifa la Israeli katika kipindi hicho halina mfalme, na walikuwa wakijilinganisha wao na mataifa mengine. Wakaona mataifa mengine wana wafalme, watu wa Midiani wana wafalme, si wa Misri wana wafalme, wakina nani wana wafalme. Wao wakasema mbona sisi hatuna mfalme? Mbona sisi? Wakaanza kulia, kupiga kelele mbele za Mungu kwamba nao wanataka wawe na mfalme. Mungu hakusita, akawapatia mfalme, wakamchagua mfalme, na Mungu akamthibitisha, ambaye anaitwa Sauli. Na Sauli ametembea kwa muda wa miaka 40. Baada ya Sauli akaja mtu anaitwa Daudi, ambao hawa walitawala Israeli yote ikiwa na makabila 12. Baada ya hapo tunaona mtu mwingine anayefuata baada ya hapo anaitwa Sulemani. Daudi pia alitawala kwa muda wa miaka 40. Tunaona mtu anakuja anaitwa Sulemani, ambaye Sulemani naye amekaa madarakani kwa muda wa miaka isiyopungua 40. Baada ya Sulemani anakuwa na mtoto anaitwa Rehoboamu. Sasa hapo baada ya Rehoboamu kuanza kutawala, akaleta shauli, na shauli hilo likakataliwa na wazee, lililokuwa limetolewa na vijana. Basi ufalme ukagawanyika, tukawa na Israeli ya kusini na kaskazini, lakini makabila 10 yakabaki upande mmoja, na makabila mawili, Yuda pamoja na Benjamini, wakakaa upande mwingine. Na mji mkuu wa eneo hili la Yuda, nchi ya Yuda sasa, ambao ni Israeli nyingine, inakuwa unaitwa Yerusalemu, na upande wa pili unakuwa unaitwa Samaria. Na huku Samaria, haya mataifa yote mawili yalitawaliwa na wafalme 20 pande zote mbili. Na upande wa kaskazini, upande wa makabila 10 ya Israeli, kulikuwa na wafalme 20, na upande wa makabila ya huku Yuda kulikuwa na wafalme pia 20. Lakini wafalme 8 katika Yuda walifanya matendo yaliyo mema sana, lakini huku upande wa pili wafalme wengi wote walifanya vibaya. Maana yake kufanya vibaya, ambako Biblia inaposema kufanya vibaya, hawa watu hawakuweza kumpendeza Mungu, walifuata miungu ya kigeni na wakafanya vibaya sana. Na wiki iliyopita nilikutajia hawa wafalme. Tunaposema wafalme 10 wa Israeli ya kaskazini, ninaomba nirudie, labda nikutajie tena kwa uharaka. Wa kwanza alikuwa anaitwa Yeroboamu, wa pili Nadabu, wa tatu Baasha, wa 4 Era, wa 5 Zimri, wa 6 Omri, wa 7 Ahabu wa 7 unaweza ukamshika huyo ukampigia mstari. Alafu wa 8 ni Azia, wa 9 ni Yoram, wa 10 ni Yehu, wa 11 ni Yoazia, wa 12 ni Yoashi, wa 13 ni Zekaria, wa 14 ni Sharum, wa 15 ni Menahem, wa 16 ni Pekaria, wa 18 ni Peka, wa 19 ni Hoshea. Na wafalme wa Yuda ambao ndo Israeli ya kusini, wa kwanza ni Rehoboamu ambaye ni mtoto halali wa Sulemani, wa pili ni Abia, wa tatu ni Asa,
watano ni Yehoshafati, huku ni watano Yehoshafati unampigia mstari, na kule Ahabu ni mfalme wa 7. Baada ya Yehoshafati tunafuata Yoram, Azia, Atalia ambaye pia anaitwa Yoashi, anafuata Amazia, anafuata Azaria ambaye wakati mwingine anaitwa Uzia, Yotam, Ahazi, Hezekia, Manase, Amoni, Yosia, Yoahazi, Yoayakim, Yekonia ambao wakati mwingine anaitwa Yoyakin. Hawa wafalme 20 na kule ni wafalme 19. Sasa turudi kwenye habari tulioisoma. Wafalme 8 walifanya vizuri wakiwa wametokea Yuda, na wafalme 20 wa Israeli, wafalme 19 wa Israeli ya kaskazini, wengi wao walifanya vibaya sana. Lakini turudi sasa kwenye habari kumbuka somo ambalo tunakwenda kujifunza, ambalo Mungu anatamani atufundishe usiku wa leo, ni madhara ya kuambatana na watu wasiokuwa sahihi. Madhara ya kuambatana. Ukiona sentensi ni ndefu sana, unaiweka kuwa madhara ya kuambatana na watu wabaya. Tulisoma mistari mingi sana ya kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 18 kuanzia mstari wa 1 tukasoma mpaka ule mstari wa 34, na tukaona vitu vingi sana, lakini tutakwenda kuangalia kitu kimoja baada ya kingine. Na kabla hatujaingia hapo, wakati tunajenga msingi wa hili somo letu, kitu cha kwanza ambacho Mungu angetamani ufahamu kwa habari ya hili somo, kitu cha kwanza, kila kuambatana kuna matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na matokeo hayo yanaweza yakawa mazuri au mabaya. Na kitu cha pili ambacho Mungu anatamani ufahamu usiku wa leo, watakatifu wakiambatana, basi mbele yake huwa kunakuwa na matokeo makubwa. Haleluya! Mbele yake, watakatifu wakiambatana, mbele yake kunakuwa na matokeo makubwa. Ninaomba nikupe mfano. Mfano ni namba 1 ni pale ambapo Yesu anawaambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na watu hawakutoka Yerusalemu mpaka pale ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia. Haleluya! Wakakaa hapo, na huku ni kuambatana ambako ni sahihi. Na baada ya kuambatana huku, wakaona matokeo ya kuambatana nao siku ya 50 baada ya Yesu Kristo kufufuka, na siku ya 10 baada ya Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni. Roho Mtakatifu akalishukia kanisa kwa mara ya kwanza. Wote wakajaa na nguvu ya Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha mpya, na watu 3,000 wakaokoka. Haleluya! Kwa hiyo mtumishi yoyote wa Mungu, ukiambatana na watu sahihi, mkaambatana watakatifu, mkasema tutakaa hapa na kuomba, mbele yake kuna matokeo makubwa. Naomba nikupe mfano mwingine. Wakati Yoshua anafika katika mji wa Yeriko, unaweza ukasoma kitabu cha Yoshua, nafikiri sura ya 6. Wakaanza, Mungu akawaagiza wauzunguke mji wa Ai mara 7 kwa muda wa siku 7. Walipozunguka mara 7 kwa siku 7, Roho Mtakatifu, Mungu akaangusha ule ukuta uliokuwa mkubwa sana, wenye upana zaidi ya mita 1 na urefu mrefu sana, wenye kujengwa kwa mawe mazito, ukaanguka wenyewe baada ya hawa watu kuambatana na kuweza kutii kile ambacho Mungu amewaagiza. Hatuishia hapo. Mfano wa 3, Petro alipofungwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, I think ni sura ya 12. Petro alipokuwa gerezani, kanisa likaomba. Kanisa lilipoomba, milango ya gereza ilitikiswa na gereza likafunguliwa. Petro akatoka gerezani. Haleluya, haleluya! Watakatifu wakiambatana, mbele yake kuna matokeo makubwa sana. Basi hivyo hivyo watu wabaya wakiambatana,
mbele yake kuna matokeo mabaya makubwa. Ndio maana wazazi wetu tukiwa wadogo walikuwa wanatuambia, yamkini hata wewe ni baba ni mama huko nyumbani, unapoagiza watoto kipindi hiki wanarudi shule, unawaambia, wanangu wazuri, mkifika shuleni ogopeni makundi. Haleluya! Na mimi niliambiwa hivyo, mwanangu nakwenda kusoma, wazazi wako tunajinyima ili tuweze kukulipia ada, usiende kufuata makundi huko. Sasa ogopa mtoto mwenyewe ndo anakuwa kundi. Unamwambia ogopa makundi, kumbe mwenyewe ndo kundi. Hebu tuachane na hilo. Ila watakatifu wakiambatana, kitu cha pili, mbele yake kuna matokeo makubwa. Tumeona mifano mitatu ambapo tumeona watakatifu walipoambatana, matokeo makubwa yalishuka, yalionekana. Mungu anachotamani kukufundisha, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuambatana nacho, kitu cha kwanza ni Mungu aliye hai. Ambatana na Kristo. Listen, leo wakati tunajifunza pale kanisani kwetu, kuna kitu kimoja Roho Mtakatifu alinifundisha, na mimi naomba nikushirikishe tena. Mimi huwa naamini hakuna mtu mbaya. Ila kwa nini duniani kuna ubaya? Ubaya unatokea kwa sababu shetani ndiye chanzo cha ubaya. Hivyo shetani huwa anaingiza ubaya ndani ya watu. The main thing ambacho tunatakiwa, kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kudili nacho, kumbe tunatakiwa kuondoa ubaya ndani ya watu wabaya, ndani ya watu wa Mungu. Haleluya! Na Mungu ndiyo asili ya mema. Msalaba ndiyo asili ya mema, tutatua mizigo hapo. Msalaba ndiyo asili ya mema. Kumbe kitu cha kwanza ambacho ndio asili ya mema ni Yesu Kristo, ni Mungu. Kwa ili uweze kuwa mtu mwema, before doing anything, kabla hujafanya chochote, ambatana huyu Mungu aliye hai. Haleluya! Kitu cha pili, kwa sababu hakuna haja ya kumchukia mtu yoyote. Hakuna haja ya kumchukia mtu yoyote, kwa sababu ubaya ni kitu ambacho shetani amekiweka ndani ya mioyo ya watu. Kama shetani ameweka ubaya ndani ya mioyo ya watu, maana yake tunatakiwa tupambane kuondoa ubaya ulio ndani ya mioyo ya watu, kwa kuwaombea, kwa kuwashauri, kwa kuwatia moyo pale ambapo tunaona watu wanafikia hatua ya kutaka kutenda mabaya. Tunawashauri, tunawaambia usifanye hivyo. Haleluya! Cha tatu, you need to fight to be a good person. Unatakiwa kupambana kuwa mtu mwema. Unakuwaje mtu mwema? Unatakiwa uambatane na watu sahihi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kuna wakati unaweza ukawa na rafiki, the way mlivyo bind, namna mlivyoshikana, urafiki wenu, mnafikia hata hatua mkikutana, hata kama sura mfanani, wanasema huyu ni fulani. Bora wakati mwingine hata majina yanachanganywa. Haleluya! Kumbe ukiambatana na watu sahihi, kuna wakati hata tabia zile njema zinaweza zikawa mkashare character. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba nikushirikishe kitu cha nne. Kitu cha nne kipo hivi. Matokeo, kila kuambatana tumesema kuna matokeo yake. Na matokeo haya, urafiki baina ya watu wawili huwa wakati mwingine unasababisha kubadilishana kwa tabia. Transfer of character or behavior zinahama. Kwa hiyo unaweza kukuta ulikuwa mtu mwema, lakini kwa sababu umeambatana na fulani, vitu vinaanza kubadilika kwako. Vitu vinaanza kugeuka. Unaweza kujikuta unakuwa mtu wa tofauti. Na mara nyingi huwa vitu vinahama kutoka kwa aliye dhaifu, kwenda kwa mwenye nguvu. Yaani aliye dhaifu, mfano huyu ni mwenye tabia njema na huyu ana tabia mbaya, lakini mwenye tabia mbaya ana nguvu kuliko mwenye tabia njema. Ni rahisi mwenye tabia mbaya kumwambukiza mwenye tabia njema, naye akawa mtu mbaya. Ndivyo ilivyo. Sisi tumeshuhudia wakati mwingine, kuna siku nimefika chuo, niko first year, mwaka wa kwanza, nimetoka huko, nimefika pale, nimeweka mizigo yangu, nikapanda juu gorofani nimshukuru Mungu. Juu kulikuwa na eneo la wazi ambalo unaweza kukaa ukatulia huko. Nimepanda huko juu, nikashangaa naona watu wanavuta bangi, moshi umejaa huko juu. Nikajiuliza, hapo moyo wangu kaumia ghafla.
Nikasema ni nini hiki Mungu? Nikajifunza kitu kimoja, kumbe hao watu hizi tabia, mwingine alitoka akiwa vizuri nyumbani, alitoka akiwa vizuri, mtumishi wa Mungu, wengine ni watoto wa wachungaji wetu, wengine ni watoto wa injilisti wetu, wengine ni watoto wa viongozi wetu, wazee wetu wa kanisa, wengine ni watoto wa waumini ambao tuko nao makanisani, lakini wamefika huko wamebadilika, vijana wamekuwa wahovyo. Mwingine mama yake anauza karanga mtaani amlipie huyu kijana pesa, lakini huyu kijana amefika chuo, zile pesa mara ameenda kulewa kaibiwa zote. Mama watu analia, jamani, mtoto wangu hivyo, anavuta bangi, anafanya vitu vibaya, anafanya hivyo vitu vya ajabu. Hivi vitu vilitoka wapi? Nikajiuliza sana. Watu aliochagua kuambatana nao. Kuambatana kokote kuna matokeo. The best thing ni kuambatana na Yesu, kwa sababu Yesu ni rafiki mwenye tabia njema, ambaye tunapoambatana naye zile tabia njema zinashuka kutoka kwake kuja kwetu. Ndio maana utajikuta upo katika ulimwengu huu uliojaa ukatili, upo katika ulimwengu huu uliojaa mambo mabaya, upo katika ulimwengu huu ulioharibika, Mungu anakufanya kuwa mtu mwema, kwa sababu tabia njema zimehama kutoka kwake zimekuja kwako. Turudi katika Mwanzo anatuambia hivi, sura ile ya kwanza, anapomaliza swala la uumbaji, anasema natazama hiyo siku ya sita Mungu alipofanya, akaona kila alichokifanya ni chema. Haleluya! Kila alichokifanya Mungu kilikuwa ni chema. Kama ni chema, manake Mungu ndio chanzo cha mema, kwa sababu vyote vilifanywa na yeye. Even the good behavior, tabia njema, zilifanywa na Mungu. Kwa hiyo ili tuwe watu wema, ni lazima tuambatane na Mungu. Haleluya, 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 haleluya! Lazima tuambatane na Mungu. Tukiambatana na watu wabaya, mbele yake kuna matokeo mabaya, na wakati mwingine akatufanya, kwa sababu ajenda yetu kubwa, naomba nikukumbushe tena, ajenda yetu kubwa ni kwenda mbinguni. Sisi sote tutakufa, rafiki zangu, tutakufa. Watatuimbia twalimenye na loli, tukuimba twesa tukulila, watakula ngati huko, watakula mbalaga huko Tukuyu, watakula umpunga, watakula hivyo, watazika, na wewe hutokumbukwa tena. Mali zako na kila kitu watagawana. Baada ya siku kadhaa, basi watakusahau, watasema alikuwepo fulani, alikuwepo Michael Mwakaronge, lakini leo hatuko naye tena. Wameshagawana mali, wamefanya hivyo. Sasa kama sisi hatutoishi kwa muda mrefu hapa duniani, maana yake lazima tuwe na mtazamo wa kuambatana na Mungu na kufanyika kuwa watu wema, ili tuone matokeo mema kutoka kwa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. So the first thing, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni kuchagua kuambatana na Mungu. Na kitu cha pili, epuka kuambatana na watu wabaya. Na kitu cha tatu, kila kitu unachoambatana nacho mbele yake kuna matokeo. Haleluya! Tumesoma hapa sasa katika kitabu cha Nyakati wa Pili, sura ile ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Tulisoma hapo, lakini ninaomba nikupeleke kwenye vitu kadhaa ambavyo Mungu anataka kutufundisha jioni hii ya leo, kwa habari hii ya Yehoshafati, Ahab, Mikaya pamoja na wanabii 400 ambao tumewasoma katika kitabu cha Nyakati wa Pili, sura ile ya 18 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 34. Kitu cha kwanza, madhara ya kuambatana na watu wabaya au watu wasiokuwa sahihi. Kitu cha kwanza, kuna kufanya usahau kule ulikotoka. Kuambatana na watu wabaya kuna kufanya usahau kule ulikotoka. Kitabu cha Nyakati wa Pili, sura ile ya 18, tutasoma mstari wa 11 na wa 12. Biblia takatifu inasema, na manabii wote wakatoa unabii huo, wakisema, kwea Ramothi Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwako mwa mfalme. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia, akasema, angalia, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja yamesema mema kwa mfalme. Neno lako basi naliwe kama mojawapo, leo ukaseme mema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana.
Kumbukumbu la Torati sura ya 8 tena mstari wa 11 na wa 12. Wa 11 na wa 12, Sulemani akamletea binti Farao kutoka mji wa Daudi mpaka nyumba aliyomjengea, kwa kuwa alisema, mke wangu atakaa nyumbani mwa Daudi mfalme, kisha patakatifu mahali. Hivyo ndipo Sulemani akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana aliyoijenga mbele ya ukumbi. Sasa turudi hapa kwenye kitabu cha Kumbukumbu Nyakati 18 mstari wa 11. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya usahau kule ulikotoka. Yehoshafati alimsahau Mungu baada ya kuambatana na Ahabu. Kumbuka hapa tulipoanza, huyu Ahabu alifikia hatua tone. Basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele, tena akafanya ujamaa na Ahabu. Hata baada ya miaka kadha wa kadha akamchukia Ahabu huko Samaria, Ahabu akamchinjia kondoo na ng'ombe tele, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. Akamshawishi ili apande pamoja naye waende Ramoth Gileadi. Ahabu mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati mfalme wa Yuda, utakwenda nami mpaka Ramoth Gileadi? Akamjibu, mimi ni kama wewe na watu wangu kama watu wako, nasi tutakuwa pamoja nawe vitani. Yehoshafati mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya manabii watu 400, akawaambia, je, twende Ramoth Gileadi vitani au niache? Wakasema, kwea, kwa kuwa Mungu atautia mikononi mwa mfalme. Huyu mtu Yehoshafati alikuwa ni mtu ambaye ametembea na Mungu kwa muda mrefu sana, na ukiangalia ni mfalme ambaye kuna wakati aliona matokeo ya kutembea na Mungu yale ya wazi. Achana labda umekemea mapepo, unasikia tu makelele, lakini huyu mtu aliona matokeo ya wazi wazi. Napozungumza matokeo ya wazi wazi, ni kama bahari inagawanyika, umevunjika mkono, unaona mkono unajiunga, umepata hitilafu mara hivi unaona kitu kinarejea, unaona hela zinashuka. Haleluya! Huyu Yehoshafati aliona matokeo ya kuambatana na Mungu ya wazi wazi, lakini alipoambatana na huyu mtu mbaya akaanza kuona matokeo, akasahau pale alipotoka. Wazazi wetu wa Kiafrika wamekuwa wakilalamika sana, mtoto amemsomesha, wengine unakuta mama alikuwa hata huko hajaokoka, anauza pombe, anamsomesha, anafanya hivi, anamsomesha, analima vibarua huko kijijini, anamsomesha, lakini akishaenda mjini, yuko Dar es Salaam huko, mara ameenda huko nchi za watu, anasahau alikotoka. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya usahau ulikotoka. Kijana anaponda raha huko, mama anajuta, analia, anakosa hata pesa ya chumvi, anakosa hata pesa ya kununulia mafuta, anakula maharage chukuchuku. Sasa hivi kipindi cha maharage, kipindi cha nani, anakula Wanyakyusa anaita nguniani, anakula nguniani bila kuweka mafuta, bila chumvi, lakini litoto liko huko mbele linaponda raha, wakati yamkini angefanya hata kidogo, basi ingembariki Bwana. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya usahau kule ulikotoka. Na ilifika hatua huyu Yehoshafati, huyu Ahabu alimuozesha hata binti yake, akamwozesha mtoto wa Ahabu ili kuboresha nini? Kuboresha undugu, kitu ambacho kilikuwa si sahihi mbele za Bwana, kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye hata si mwema mbele za Mungu. Sasa kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya usahau kule ulikotoka, lakini kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya uanguke katika uharibifu wa waovu. Mungu anapotaka kuadhibu mtu, anakuadhibu na wewe humo. Haleluya! Mungu anapotaka kuadhibu watu wabaya, na wewe anakuchanganyia humo. Mfano, just imagine kijana wa watu, umekuwa umetaka kuoa. Sasa unapotaka kuoa ukapata mwanamke mzuri, pisi safi, vijana wanaita pisi kali, ukapata pisi kali ukaoa. Baada ya kuoa unakuja kugundua ni mchawi. Kwa hiyo anaporoga
anaanza na wewe. Wakija wachawi kushambulia, maana yake wanawashambulia nini? Wote. Na wakati mwingine kabla hajaondoka anacheza mgongoni kwako, ataruka sarakasi, atakupiga hivyo. Unaamka asubuhi mgongo unasema sijui nilala, na unajifariji, sijui nilala vibaya leo, mbona mgongo unauma? Kumbe hivyo umechoka, unalimishwa mashamba ya kahawa huko, mashamba ya mpunga, unapalilia huko, unapalilia umechoka hivyo. Kumbe mtu uliyeambatana naye si sahihi. Kumekuwa na kesi nyingi sana hapo. Ndio maana Mungu anataka kukufundisha, chagua kuambatana na watu sahihi. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya uweze kuangamizwa pamoja na watu wabaya. Sasa basi, kuangamizwa pamoja na watu wabaya, hii habari ambayo tumeisoma na tuliisoma, huyo Yehoshafati pamoja na Ahabu wakaenda vitani, na Mungu alikuwa amekusudia kuweza kumwangamiza kabisa huyo Ahabu, amuue kwa ufupi. Sasa huyu jamaa akajichanganya, kapita katikati, kaingia kwenye msala ambao sio wa kwake. Haleluya! Ameingia hapo kwa sababu ni best friend. Angalia kauli za kishujaa ambazo zinazitazama, anazungumza hapo mwanzoni. Anasema mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama wako. Watu wako ni kama wakongu vipi? Changu chako, chako changu. Lakini huyu mtu kumbuka ni mbaya. Kumbuka huyu mtu si mwema. Kumbuka huyu mtu ni jambazi, mvuta bangi, muhuni, anakwenda kukuharibia. Haleluya! Na kuna vijana wamejifariji, wakasema elimradi ni mzuri, sijui nini na nini na nini na nini, hivyo mimi nitamuokokesha na nini, hivyo ataokoka, atakuwa mzuri, nitamuoa, tutaishi vizuri. Hakuna kitu kama hicho. Kazi ya kuokoa ni ya Mungu, sio ya kwako. You don't know anything about the future. Haujui chochote kile kwa habari ya wakati ujao. Mungu ndio anayejua. Ndio maana tunatakiwa kuambatana sana na Mungu, kwa sababu anajua hata mambo yetu yajayo. Kuambatana na watu waovu, wewe utakumbwa na mizimu ya ukoo itakukusanyikia. Kumbe umejiungamanisha, umevamia mkenge, umeingia kwenye foleni isiyokuwa ya kwako. Mtu alikuwa anafukuzwa huko, umekatisha katikati, umeingia kwenye msala ambao sio wa kwako. You will pay the price, utatolewa kafara, rafiki yangu. Mungu akikuja akusaidie. Ninatamani Mungu akusaidie. Kwanza uambatane na yeye, pili ambatana na watu walio sahihi, tatu ambatana na hii neema ya Kristo. Mungu wa mbinguni akusaidie neema ya kuambatana na watu sahihi ikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuambatana na watu wabaya tunakukemea kutoke katika jina la Yesu kwako. Usiwe mojawapo wa muhanga. Usishtukie tu imetokea, jamani ilitokea tu, tukajikuta tumekuwa marafiki, tumeambatana, mara tumeoana, mara tumefanyeje, mara tumeanzisha biashara pamoja. Kumbe jamaa unakuja kushtukia wakati tayari kazi ishakwisha, umeshapelekwa huko kusikojulikana. Ambatana na watu sahihi. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya ulipe gharama zisizokuwa za kwako. Kutakufanya uweze mwenyewe kutokuwa mtu sahihi. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya uingie katika uharibifu. Kumbuka, naomba nikukumbushe katika hii habari, tumesoma hiyo mistari michache, lakini mistari inayofuata baada ya Mikaya kuzungumza, hawa watu wawili wakaenda vitani. Walipokwenda huko vitani, jamaa wanapigana na hawa watu wa Sham, wanapigana na lengo lao kubwa lilikuwa ni kumuua mfalme. Na kibaya zaidi, huyu mfalme alivalishwa mavazi ya Yehoshafati, alivaa mavazi ya Ahabu akavaa mavazi ya Yehoshafati. Wakati niko chuo niliwahi shuhudia kitu kimoja kibaya sana. Kuna mtu aliazimwa gauni, my best friend wakaazimana gauni. Wakasema gauni lako, alafu yeye ana gauni kali. Hii ni kitu ambacho ni live, by the way. Anayezungumza ni mtu ambaye nimeonana naye live. Ameazimwa gauni la huyu rafiki yake ni baya, sio zuri, alafu la huyu ambaye anaazima gauni la kwake ni zuri. Huyu la kawaida, huyu la 20,000, lakini huyu 20,000 huyu gauni la 20,000
anaombwa gauni na mtu ambaye amevaa gauni la shilingi 100,000. Akasema, gauni lako zuri, naomba na mimi nilivae leo nitokelezee nalo niende darasani. Jamaa akavaa gauni la rafiki yake. Alifika darasani hivyo na yule akavala kwake, wakabadilishana. Walivyobadilishana, huyu mtu akavamiwa na mapepo. Maisha yake akawa mabaya, sijui kwa sasa kwa sababu siwasiliane naye. Maisha yake akawa mabaya, kila wakati anateswa na mapepo. Magonjwa ya ajabu, mengine hayajulikani hata majina. Kila siku ni hospitali, elimu sap kama zote. Kusap jamani ni kufeli chuo. Keli kama zote, mara umerudia mwaka. Maisha yani unalipuka. Maisha mtu unaanza kuona bora nife nisiendelee kuishi. Lakini kilichosababisha, aliambatana na mtu ambaye si sahihi. Haleluya. Ndicho kilichotokea kwa Ahabu. Ahabu wamebadilishana mavazi ya ufalme. Wamefika kule vitani, maadui wanapambana, wanamtafuta mfalme, wakang'ang'ana kupambana na huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa Ahabu. Wakajua ndio wanakazana kupambana na Yehoshafati, wanajua ndio Ahabu. Tusome mstari kuanzia wa 30. Basi mfalme wa Sham, tuanzia hapa mstari wa 28. Basi mfalme wa Israeli Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramothi Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha, nao akaingia vitani. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru maakida wa magari yake, akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa maakida wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, mfalme wa Israeli ni huyu, ndo huyu sasa. Basi wakamgeukia ili wapigane naye, lakini Yehoshafati akalia kwa Bwana akamsaidia. Akalia kwa Bwana na Bwana akamsaidia. Mungu akawafarakanisha kwake. Ikawa maakida wa magari walipoona, kwa hiyo wameingia kwenye mkenge, wakaanza kupambana. Kitu ambacho kimekuja kutokea, wameambatana na huyu, wamekazana kumtafuta huyu, kupambana naye, wakijua ndiye Ahabu, kwa sababu amepigwa upofu. Kitu cha kwanza tumesema unafanya kuwa kipofu wa kiroho. Wewe wanakuambia njoo huku, fanya hivi, unafanya tu kama linguruwe. Mwisho wa siku ndo haya yanayotokea. Kwa mwisho wa siku jamaa amezidiwa, akamkumbuka Mungu, akalia mbele za Mungu. Hawa watu wakashtuka, kumbe sio yeye. Bwana, njoo tumtafute yeye harisi. Haleluya. Kumbe kuambatana kusikokuwa sahihi unaweza kufanya uwe miongoni mwa wahanga kwenye stori ambayo sio ya kwako. Epuka kuwa mhanga kwenye stori ambayo sio ya kwako. Haleluya. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya ushindwe kujitambua kuwa wewe ni nani. Who are you? Umeokoka. Rafiki yangu, umeokoka. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya ushindwe kutambua ya kwamba wewe ni nani. Haleluya. Wewe ni nani? Ndio maana wengine wanajisauji kwamba sisi tulikuwa watoto wa maskini, ni Mungu tu ametuleta hapa tukapata viela kidogo. Hatuhitaji kuponda rasta leo au kufanya mambo ya ajabu, ya kihuni, ya aibu. Hivyo utakufanya hivyo. Mstari wa 3b Biblia takatifu inasema, mfalme wa Yuda, je, utakwenda nami mpaka Ramothi Gileadi? Akamjibu, mimi ni kama wewe na watu wangu kama watu wako, nasi tutakuwa pamoja nawe vitani. Hii ni kauli ya kishujaa. Jamaa anajifananisha na jitu ambalo ni jitu la ajabu, jitu ambalo lina ushetani ndani yake, kitu ambacho si sahihi. Kuambatana kusikokuwa sahihi kutakusahaulisha kuwa wewe ni nani. Pointi ya kwanza tumesema kutakufanya uwe kipofu wa kiroho. Ushindwe kuelewa kwamba unadanganywa. Ushindwe kuelewa kwamba hivyo. Lakini tumesema kuambatana kusikokuwa sahihi kuna kufanya kitu cha pili, usahau kule ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha tatu, kuna kufanya uanguke katika uharibifu pamoja na waovu. Tumesoma hapo kuanzia mstari wa 28 mpaka mstari wa 32. Lakini kuambatana na watu wasiokuwa sahihi
kuna kuletea uziwi wa kiroho. Mstari wa 27, Mikaya akisema, ukirudi kabisa kwa amani. Bwana hakusema kwa mimi, akasema sikieni enyi watu wote. Haleluya. Sasa hao manabii 400 roho chafu iliwaingia, wakatabiri isivyo. Lakini mtu mmoja anaitwa Mikaya aliyejaa roho kweli akazungumza jambo la kweli, akasema hivi kwa kebei tena. Akasema, bwana mfalme Ahabu, ukienda unakokwenda, ukirudi salama, Mungu akusema na mimi bana, mimi nitakuwa sifai tena. Kweli jamaa haelewi chochote, amekazana twende. Wanaenda huko vitani, jamaa anaenda nao. Lakini kusudi la Mungu alitaka kupitia huyu jamaa, kupitia sauti ya huyu jamaa Mikaya ambaye ni nabii wa kweli, huyu jamaa aelewe, asanuke kwa Kiswahili cha kibongo. Asanuke, aelewe huu mchezo kwamba kuna kitu unachezewa. Lakini kwa sababu ameambatana na watu wasiokuwa sahihi, hakuelewa wala hakusikia. Mara nyingi sana Mungu amesema na wewe lakini hujaelewa. Wakati mwingine Mungu amesema na wewe uokoke. Jamani, hizo pombe zitakuua wewe, mnyakyusa wa watu, zitakuua wewe, msafwa, zitakuua hizo bangi, zitakuua. Amesema na wewe, lakini kwa sababu umeambatana na watu wasiokuwa sahihi, huelewi wala hushikiki. Haleluya. Ndicho ambacho Ahabu Yehoshafati alikifanya. Mikaya amezungumza vizuri, lakini yeye hakuweza kusikia. Watu wengi sana wameanguka katika maovu kwa sababu ya kusikia maonyo. Haleluya. Sisi tumeona, tumekuwa na watoto wetu, unawaambia achana na kale kabinti, jamani kwao ni wachawi, sisi tunajua kabisa. Yuskati huyu mtu alimwambia kesho uamki rafiki yake, na hakuamka kweli. Huyu jamaa, jamani achana na kale kabinti, kale kauko, kale ka familia, wote wako hivi bana, wewe uelewi. Umeingia, umezama pendoni. Haleluya. Mungu akusaidie. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya kuwa kiziwi wa kiroho. Lakini kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kuna kufanya wewe uwe chambo. Ili jamaa lilikuwa anaona linaelewa linachokifanya. Huyu Ahabu anapomwambia Yehoshafati, anasema wewe utavaa mavazi haya ya kifalme, alafu mimi nitakuwa mtu wa kawaida. Jamaa alielewi, kumbe anafanyika kuwa chambo. Kwa hiyo kuna maeneo watakwambia, nenda wewe sasa mwanangu, wewe ndio mwanetu tunakubali. Alafu anakupamba, wewe ndio mwanetu tunakukubali. Nenda wewe, fanya hivyo. Kumbe wamekutega kuwa kama chambo. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya wewe uwe kama chambo. Kuambatana na watu wasiokuwa sahihi kutakufanya wewe uwe chambo. Lakini unayo neema katika jambo lolote. Na Biblia takatifu inatuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 6 ule mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Naomba nisome hapo sura ya 6 mstari wa 14. Biblia takatifu inatuambia wazi kabisa mambo mazuri. Inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Na kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Mungu hatuambii kwamba naomba usielewe vibaya, na Mungu akusaidie kuelewa somo hili katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sisemi usiongee na watu wabaya. Sisemi usishauriane, usiwashauri watu wabaya. Sisemi usiwakimbie ukiona yule anakuja. Ilifika hatua kule kijijini wakati tuko wadogo, ukiambiwa fulani, kuna maneno yanatokea kweli, sijui, lakini mengine yanakuwa sio sahihi. Fulani ni mchawi, yule mbibi, ukimuona hata mbali unakimbia, unajificha, unapita kando.
lakini baada ya kukua tunaona hata kama ni mchawi, mimi na Mungu ndani yangu, nitapita hivyo, nitamsalimia, ikiwezekana akiomba hela nitampa, sijui ni choma ulete au sio, bali Bwana yupo pamoja na mimi, kila kitu kiko sawa. Haleluya. Sisemi utoke uhame huko unakokaa. Kama unakaa Siesi Makambako, unakaa wapi, Rukwa huko, Barali, unakaa Usangu, uhame kwa sababu wamekwambia fulani ni mtu mbaya au unakaa karibu na mlevi. Hapana, sijasema hivyo. Madhara ya kuambatana, unakuwa na mtu ambaye yeye ndio anayeendesha maisha yako. Haleluya. Unakuwa na mtu ambaye yeye ni kama ndo Waswahili wanasema amekupanda kichwani. Kataa kupandwa kichwani katika jina la Yesu. Mshauri, yeye Mungu huyu ni mshauri wa ajabu, anaitwa Emmanuel. Alisema katika Isaya 53, yeye ni Emmanuel, mfalme wa wafalme, tena ni mshauri wa ajabu. Haleluya, mshauri wa ajabu. Sio hivyo tu, yeye ni msaada wa karibu, msaada uonekanao wakati wa uhitaji. Kwa hiyo Mungu anachotaka kutufundisha, lazima tuishi kwa akili. Haleluya. Wewe ni kijana, usijiingize katika mtego eti kwa sababu tunaongea, tunacheka vizuri, ni mdada ambaye ananitia moyo jamani, ni mdada ambaye tukikutana naye kanisani, naomba nikwambie, kusali pamoja sio kigezo cha kuwa my best friend. Hapana. Waswahili walisema hivi, mpende kila mtu ila usimwamini kila mtu. Na mimi nikwambia hivyo hivyo, mpende kila mtu ila usimwamini kila mtu, kwa sababu anayejua kwamba huyu mtu kaokoka ni Mungu mwenyewe. Wewe unajuaje bwana? Haya mambo yako rohoni. Haleluya. Mambo ya roho yatambulikana kwa namna ya roho. Anayejua kwamba huyu ndugu kaokoka ni Mungu mwenyewe, na hatuna uwezo wa kujudge kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka vizuri, huyu siyo yuko hivi, huyu hapana. Anayejali ndio hivyo. Ndio maana nimekuambia wakati tunaanza somo hili, tumesoma Nyakati wa Pili sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 34. Kitu cha kwanza kabisa ambacho Mungu alitaka kutufundisha, alitaka tujue the first thing, kitu cha kwanza kabisa cha kuambatana nacho ni Mungu mwenyewe. Mungu yeye atatujulisha, this is the best friend, ni rafiki wa karibu. Naomba nikupeleke kwa haraka sana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari kuanzia wa 10. Biblia takatifu inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna anayofahamu ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Mungu mwenyewe anayatambua. Haleluya. Mungu ndiye anayejua Amani ameokoka. Mungu ndiye anayejua fulani ameokoka, fulani yuko vizuri. Kwa huyu Mungu akiwa ndani yetu atatujulisha. Wewe hujawahi ambiwa? Mimi niwahi ambiwa, hapana, usishikamane sana na fulani, huyu fulani atakuharibia. Na Mungu akisema hivyo, hata kama kuna tofaida, ndiye anayekupaga pesa, ndiye anayekuweka mjini, ili kwa usalama wa roho yako inabidi tu uwe mbali naye. Madhara ya kuambatana na watu wasiokuwa sahihi. Watu wasiokuwa sahihi watakuletea upofu wa kiroho. Bwana atasema na wewe, lakini hautoelewa. Bwana atasema na wewe, unashangaa Mungu amekwambia sasa unatakiwa uombe, lakini rafiki ndo anakuambia sasa twende nikutoe out. Unabadilisha ratiba, itakupotezea malengo. Wazazi, Mungu awasaidie, endeleeni kuambia watoto wenu wayaogope makundi mabaya, ila makundi mema waambie washikamane nao. Waambieni watoto wenu watu wa ibada. Ulimwengu wa sasa hivi umeharibika. Kuna mambo ya ajabu sana. Watoto wetu wanatoka nyumbani salama, lakini wakifika shuleni wanaharibika.
kitoto kinarudi kiko cha ajabu ajabu, kitoto kinarudi kimeharibika, hakifai tena, hakifai hata kwa bure. Haleluya! Mungu atusaidie. Mungu alisaidie taifa letu la Tanzania. Mungu awasaidie watoto wetu. Mzazi, ninakuombea Mungu akupe neema ya kuwafundisha na kuwalea vizuri watoto wako ili wawe watu wema. Kila mmoja atakayeonana naye amwambie kijana wake au binti yake, ambatana na mtoto wa fulani, ana tabia njema, atakusaidia, atakuwezesha, utatimiza malengo na ndoto yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameingia kwenye mitego, watu wameingia kwenye mambo yasiyokuwa sawa. Rafiki yangu mmoja alikuja analia sana, akaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba unisamehe, naomba pia Mungu anisamehe sana. Anisamehe sana, nilikuwa na urafiki na kadada fulani, urafiki uliokisiri, tunataniana, tunafurahi, tunatoana out, tunaishi vizuri. Na tulikuwa tunakaa jirani. Siku moja wazazi wangu wamesafiri na wazazi wake wamesafiri, nikasikia kabati ndani limeanguka huko, alafu akapiga kelele, nakufa. Kaka wa watu akakimbia, amevaa singlet na kinjunga, huyo ndani. Amefika ndani akuta kweli kabati limeanguka, lakini aliyeangukiwa sio yeye na wala hajaangukiwa, na amevaa kanga peke yake. Kilichoendelea naomba nisikizungumze sana hapa, ila kilichoendelea kilikuwa sio kizuri. Mazoea, utani, kuambatana kusikokuwa sahihi na watu wasiokuwa sahihi vikampeleka huyu kijana kwenye dhambi. Na baada ya dhambi, shetani anasema, Mungu anasema hivi katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 27, ni tumaneno tuchache sana, nikapointi kadogo sana, lakini Roho Mtakatifu anatufundisha, anasema hivi, nanyi wala msimpe ibilisi nafasi. Shetani hakuna wakati anapata nafasi kwako ikiwa Mungu yuko umo. Anasema hivi, ni vigumu sana nuru na giza kukaa pamoja. Shetani kamwe, mimi nimeshuhudia na nakwambia kabisa, Roho Mtakatifu anashuhudia hili wazi. Shetani na Mungu hawawezi kukaa ndani ya mwili mmoja, ndani ya nafsi moja, ni ngumu. Haleluya! Ukiona mashetani yamekaa ndani ya mtu, ujue huyo mtu ametengeneza nafasi ya mashetani kuingia. Mungu wa mbinguni akusaidie rafiki yangu. Baada ya huyu jamaa shetani kuingia ndani yake, na alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri tu, lakini ndio hivyo kayakanyaga mazoea, tabia hivyo. Baada ya kuyakanyaga, jamaa mara sijui nasikia alipelekwa kuzimu. Anasema, nilipelekwa kuzimu. Mimi kuzimu sikufahamu, ila yeye alipelekwa huko kuzimu. Maisha yake yakaharibika sana. Paka sasa akawa mtu wa ajabu, huwezi kufanya. Shetani anamuonea, anamtesa, lakini kilichosababisha ni mambo haya madogo, kuambatana na watu wasiokuwa sahihi. Tunapokaa na watu marafiki, tuambie ambatana na watu walio sahihi, na Mungu akusaidie. Haleluya, ili injili iende. Hata Yesu Kristo alihitaji kupata wanafunzi 12 walio sahihi ambao watamsaidia katika huduma. Na baada ya hapo Yesu ameondoka, si injili ikaendelea. Kuambatana na watu sahihi, kuna matokeo makubwa mazuri ambayo yanaweza katokea. Kuambatana na watu sahihi katika jamii, katika maisha yetu ya kila siku, kuna matokeo makubwa sana. Na mimi ninakuombea Mungu akusaidie. Yesu Kristo alikutana na Mkirene ambaye alimsaidia, Simon Mkirene ambaye alimsaidia kubeba msalaba wake. Na mimi ninakuombea usiku wa leo, Mungu akukutanishe na watu sahihi. Mungu akukutanishe na watu wa faida katika maisha yako. Mungu akukutanishe na watu watakaoyabadilisha maisha yako ya kiroho na kimwili. Wewe ni kijana mwenzangu, wewe ni binti rafiki yangu. Mungu akukutanishe na watu sahihi katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninakuombea tena na tena. Mungu akukutanishe na watu sahihi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu akukutanishe na watumishi sahihi ambao watatengeneza na kuijenga destiny yako katika Kristo na kukufanya uwe na safari njema ya kwenda mbinguni. Mama yangu, baba yangu, mzazi, rafiki yangu, Mungu akukutanishe, ninakuombea. Mungu akukutanishe na watu sahihi katika maisha yako katika jina la Yesu
Kristo aliye hai. Rafiki yangu, kuna vitu ambavyo huwezi kuviacha. Umevuta bangi, umechoka, unaona haifai tena, unatamani kuacha, unaona haiwezekani. Wewe ni ndugu yangu, rafiki yangu, baba, mama, umekuwa mlevi wa kupindukia kwa muda mrefu, unatamani kuacha, inashindikana. Wewe ni dada, umekuwa muhuni wa kupindukia, unatamani kuacha, unaona haiwezekani. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, usiku huu sauti hii ya Bwana inaposema na wewe, Mungu akukutanishe na watu sahihi watakaoyafanya maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja na wewe, ikayageuze na kuyabadilisha maisha yako. Wewe mzazi, tunawaombea watoto wako, Mungu akawakutanishe na watu sahihi. Wako shule ya msingi, wako sekondari, wako vyuo vikuu, wako vyuo vya kati, wako kazini. Bwana wa majeshi akawakutanishe na watu sahihi watakaoyabadilisha maisha yao kuwa maisha sahihi yanayompendeza Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye umeharibikiwa, watu wameharibu maisha yako, uliambatana na watu wasiokuwa sahihi, yakakukuta mabaya. Yehoshafati baada ya kuambatana na watu wasiokuwa sahihi akamlilia Mungu. Mstari ule wa 30 na ngapi? Wa 28 tumesoma mpaka pale 31. Akamlilia Bwana. Alipomlilia Bwana, Bwana akamsaidia. Katika jina la Yesu, Mungu akusaidie. Usiku wa leo iwe ni siku ya wewe kubadilisha historia yako ya maisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hujaokoka, katika jina la Yesu chagua kumpendeza Mungu. Yamkini hujaokoka, ni kushauri tu wafuata watu waliookoka vizuri kabisa, ambao wanampenda Mungu. Nenda waambie, mimi bwana, nimesikia injili redioni, na mimi ninatamani niambatane na huyu Mungu, niambatane na huyu Yesu Kristo. Ninaomba mnisaidie, nielekezeni cha kufanya. Watakusaidia, utapata kuweza kuokoka. Mungu awabariki sana wale ambao mmeendelea kututumia meseji, mnatupigia simu, mnataka kuokoka. Katika jina la Yesu, Mungu awabariki na endelee kuwatunza sana. Na wewe ambaye unatamani kuokoka, tupigie simu, tutumie meseji, tutapokea, tutajibu, upate kuweza kuokoka. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Mwisho wa siku sote tutakufa. Bila ya kuwa na Yesu, kuambatana na Yesu ndani ya mioyo yetu, tunakoelekea si salama sana. Tukiambatana na Yesu, ukiambatana na Yesu, unakoelekea ni salama sana. Una assurance ya maisha yako ya baadaye. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu wa mbinguni akusaidie sana sana sana. Ninaomba nikutajie mawasiliano yetu. Tunapatikana kwa njia ya namba za simu za Voda na Halotel. Namba yetu ya kwanza ya simu ya Voda ni 0762497231, 0762497237. Lakini namba yetu ya Halotel ni 0625865864. Narudia 0625865864. Mungu wa mbinguni asimame na wewe. Wiki yenye baraka ninakutamkia: Jumatatu yenye baraka, Jumanne yenye baraka, Jumatano yenye baraka, Alhamisi yenye baraka, Ijumaa yenye baraka, Jumamosi yenye baraka, mpaka tutakapokutana tena siku ya Jumapili saa 2 kamili usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Lakini nikukaribishe sana katika ibada zetu. Siku zetu za ibada ni kila siku ya Jumatano kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni. Lakini siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni, na siku ya Jumapili kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili asubuhi. Mungu akubariki sana sana. Karibu. Kanisa letu liko Iromba, njia panda ya kwenda VETA, ni mita 200 tu kutoka njia panda ya kwenda VETA. Karibu sana, uambatane pamoja na sisi. Tutafurahi sana kuona unatutembelea.
na umeabudu pamoja nasi katika ibada zetu. Tuko chini ya mchungaji Vinak Amnon Mwakitaru. Mungu akubariki, uwe na usiku mwema. Amen. Na msikilizaji, basi kufikia hapo nami nakuwa sina la ziada, na kipindi kama hiki kitakujia tena siku ya Jumapili ijayo. Kwa hiyo usipange kukosa kusikiliza. Mimi naitwa Kelvin Lamek, uwe na wakati mzuri.